pamoja na Yesu. Ndiyo maana katika kufufuka kwa Yesu waliona sanda zilibaki mle ndani, wakashuhudia ya kwamba Yesu hayumo. Labda ningekuuliza leo, wewe umefungwa na sanda gani? Wamekufungia kwenye huo utumwa, yani huo unaokufanya uwe mfu, ni kwenye jambo gani? Au ni jambo ambalo ndani yako una wivu hata kama hutaki kuona mwingine amefaulu? Nalo pia ni sanda, kwa sababu kama unakutana na watu wanaofanya uuaji, cha kwanza kinachotoka ni wivu unaoanza ndani, ni moyo unaochafuka. Sisi tunashuhudia kuyaona yaliyotendwa na watu, lakini yameanza moyoni. Huko moyoni ndiko yanapoonekana. Kama uko wa namna hiyo, hilo ni sanda, linapaswa libaki kule, ubaki tupu. Bwana Yesu asifiwe. Yesu katika kufufuka kweli kweli, kama maandiko yalivyosema, walienda wakakuta sanda lipo. Ule ni ushuhuda, ile ni alama ya kwamba ni hakika likuwemo kaburini. Inaondoa mawazo ya watu wengine ambao wanaopotosha, hata wanasema ya kwamba sio Yesu aliyezikwa, kwamba walibeba mtu mwingine ambaye sio Yesu. Biblia inasema yeye mwenyewe ndiye huyo aliyefika siku ile ya mwisho akasema, Baba, sasa imekwisha, roho yangu naiweka mikononi mwako. Ndiye yule Yesu akasema, Baba, uwasamehe. Ndiye waliyemzika, sio mtu mwingine. Kwa hiyo ukikutana na muongo yeyote, hayo mawazo ni ya uzushi. Kama waliozusha wakasema Yesu hakufufuka, wakatoa pesa ili watu waseme Yesu hakufufuka, lakini ni Yesu hakika aliyefufuka. Bwana Yesu asifiwe. Jambo la pili, siku ile kulikuwa na watu, Biblia imetaja wanawake wawili walikuwa wanatembea, wanaenda kule hicho kijiji cha Emau. Wakaenda wanazungumza, anasema kwa kweli yale mambo yaliyofanyika ya Yesu hayakuwa mambo mazuri. Ni mtu tuliyemtegemea kwamba angekuja kuwa kiongozi atakayewaokoa wana wa Israeli. Sasa wamemfanyia mabaya. Alikuwa ni nabii mwema, aliyewafufua watu, aliyewasaidia, lakini wakuu wa makuhani walimzingishia, wakamtia kwenye hatia na hatimaye wakamhukumu kifo. Unakumbuka leo ni siku ya ngapi? Leo anasema ni siku ya 3. Hao akina mama wanaenda kule, wanatembea. Ghafla Yesu akaungana nao, akaanza kuwauliza, haya ni mambo gani mnayoongea? Asema, kwani wewe hujui mambo yaliyotokea hapa Yerusalemu? Kila mtu anajua. Unajua wale watu walifanyaje? Biblia imesema walikunja nyuso zao kama hawamwelewi. Yaani sasa wewe ni mtu wa namna gani? Ina maana hapa wewe hujui yaliyokuwa yanaendelea, namna walivyomkamata yule Yesu, wakamtesa, wakamsulubisha. Wewe hujui. Yesu akamwambia, ninyi ina maana hamjui, ndio maana mioyo yenu ni migumu. Na wale inaonekana walikuwa ni wanafunzi waliojua habari za mafundisho, kwa sababu kama wasingekuwa wanafunzi asingesema ninyi mna mioyo migumu. Kwani si niliwaambia tangu mwanzo? Mlishindwaje kuamini ya kwamba ilikuwa ni lazima kwamba hayo yatokee? Naomba ukumbuke maneno haya, kwani Biblia ile inasema Yesu alianza kuambia mambo yaliyomhusu kutoka kwa Musa, manabii na Zaburi. Mko pale? Hayo yote yalikuwa ni utabiri tangu Agano la Kale, tangu manabii wa Agano la Kale, Zaburi ya Daudi, Agano la Kale. Mambo yalitabiriwa ya kuhusu kuja kwa Yesu, aje ateswe na hatimaye watamkataa, na baadaye yeye awe ndio sadaka
iliyo thabiti kwamba atakuwa ni Kristo wa Bwana. Akawaambia, hayo yote hamkukumbuka? Baada ya kuambia yale, wakafumbuliwa macho. Yani ni kama walianza kuelewa. Kwanza kabla ya kufumbuliwa macho, walinogewa na maneno yale. Wakamshawishi. Biblia inasema wakamshawishi. Ni kama wanamwambia Yesu, hata hawajua ni Yesu. Yani ni mtu ambaye hawamuamini kwa kutojua yale mambo. Sasa wamenogewa na namna anavyowaambia maandiko ya Agano la Kale, kuanza Musa, ina maana kuja manabii, lakini pia na Zaburi ambayo ilitabiri habari za yeye atakavyokuja kukataliwa na hatimaye aje kuwa msaada wa dhabihu kamili ya kusamehe dhambi. Walinogewa na maneno yake, wakamwambia, sasa tunakuomba usiende kule, twende kwanza ndani tukakae. Baada ya kukaa mle ndani, Biblia inasema alikubali Yesu, akakaa pamoja nao. Halafu chakula kikaja. Baadaye akachukua mkate. Biblia inasema akaubariki ule mkate, akaumega kwenye chakula na wale watu, halafu akawapa. Alipowapa, Biblia inasema wakafumbuliwa macho, wakamuona ni Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Naomba nikwambie hivi kwamba uwezekano wa mtu ili aweze kufumbuliwa macho yake aone hata hapa, ni lazima